Karibu kwenye darasa la pili. Lakini kabla tujaendelea, jiulize swali moja kimya kimya. Je, sauti unayoisikia kinywani mwako kila siku ni yako kweli? Hili si somo la kukufundisha uamini, ni somo la kukufundisha uweze kuona. Kwa sababu mwanadamu hakufungwa kwa pingu za chuma, hakufungwa kwa minyororo ya mikono. Alifungwa kwa kitu kisichoonekana, kitu kilichoingia taratibu, kikakaa ndani yake na akakiita ukweli. Alifungwa kwa neno. Neno huingia kama mbegu. Tangu utoto, kabla hujajua kuuliza, uliwekewa maelezo ya kuwa wewe ni nani. Uliambiwa wewe ni mdogo. Uliambiwa wewe ni dhaifu. Uliambiwa usubiri. Uliambiwa nyamaza, na uliambiwa utii. Na yote haya yalikuja kwa upole, kwa tabasamu na kwa jina la maadili, kwa jina la heshima, kwa jina la mpango wa Mungu. Lakini kuna ukweli ambao haukuambiwa mapema. Maneno si maelezo tu, ni program. Kila neno unalolisikia mara kwa mara huingia kama mbegu. Halikuulizi ruhusa, haliji kama adui, na hujifanya rafiki. Na mbegu ikirudiwa huota. Mbegu ikirudiwa huvaa sura ya sauti ya ndani. Na siku moja unaamka ukifikiri sauti hiyo ni wewe. Lakini je, ni wewe kweli? Elimu ilipaswa kukuamsha, lakini mara nyingi iligeuzwa kukufundisha kujibu, si kuuliza. Dini ilipaswa kukuunganisha na Mungu aliye ndani yako, lakini mara nyingi ilikufundisha kumwogopa Mungu aliye nje yako. Familia ilipaswa kukujenga, lakini bila kujua ikarithisha hofu, mapungufu na kauli za ndivyo tulivyozoea. Na hapo ndipo maneno yakaanza kurudiwa kama wimbo mtakatifu. Heri maskini. Maskini wa nini? Akili, ujasiri, fikra? Au mfumo ulitumia maneno haya kukufanya uone udhaifu kama fadhila na mateso kama tiketi ya kwenda mbinguni? Hapo ndipo neno likageuka kuwa kifungo. Maneno yaliyokufanya ukae chini ni pamoja na subiri Mungu, vumilia, nyenyekea, usihoji, usitamani makubwa. Ulimwengu huu si wako, furaha yako iko mbinguni. Na kwa maelfu ya miaka mwanadamu akaishi chini ya ahadi za baadaye, wakati uwezo wake wa sasa ukinyonywa. Ni rahisi kumtawala mtu anayesubiri. Ni rahisi kumtumia mtu anayeona udhaifu wake kama utakatifu. Ni rahisi kumkamua mtu anayeamini mateso ni mpango wa mbinguni. Lakini kuna kitu ambacho mfumo haupendi: mtu anayechuja maneno. Neno unalojisemea ndilo mbegu unayopanda, na ndilo linakuwa Mungu wako. Usidanganywe. Kile unachojiambia mara nyingi ndicho kinachokutawala. Ukijiambia wewe si wa maana, utaishi kama kivuli. Ukijiambia wewe ni mdhambi, utaogopa nuru yako mwenyewe. Ukijiambia wewe ni dhaifu, wewe ni mdogo, hutawahi kusimama wima. Ndiyo maana maneno fulani yalihakikishwa yarudiwe tangu utoto, sio kwa bahati, bali ni kwa mkakati. Lakini kuna habari njema. Kama neno linaweza kufunga, basi neno hilo pia linaweza kukufungua. Basi kurejesha neno ni kurejesha uamko. Haukuumbwa uwe msukule wa kauli. Akili yako haikuumbwa iwe gereza la hofu za waliokutangulia. Nguvu yako iko pale unapoweza kuyasikia maneno na kuyauliza, nani alinifundisha haya? Kwa faida ya nani? Na je, ni ya kweli? Darasa hili halikupi maneno mapya ya kuamini. Linakuvua maneno ya uongo uliobebeshwa.
na hapo mnyororo wa pili huanza kupasuka. Onyo la upendo. Ukianza kuona maneno haya kama ni programu, hutawahi kuyasikia tena bila kuyachuja, na mfumo haupendi watu wanaochuja. Kumbuka, mwanadamu hafungwi kwa minyororo ya chuma, hufungwa kwa maana anazoamini. Darasa lijalo, darasa la 3, ni hofu kama injini ya udhibiti. Tutachunguza kwa nini hofu imekuwa mafuta ya mifumo, kwa nini adhabu, laana na motoni zimekuwa silaha za utiifu, na kwa nini mtu anayeogopa hutii hata bila kufungwa. Ukishaona huwezi kuacha kuona. Ikiwa umefika hapa, ujue kuna kitu ndani yako kimeanza kuamka. Basi asili iwalinde wana wa giza. Nguvu imara iko ndani yenu. Amkeni, chujeni, jikomboeni. Ndimi mwalimu mkuu, elimu ya giza. Usisahau kusubscribe ili uweze kuona mwendelezo wa madarasa yajayo.